kuwa Muislamu awe daima katika adhkar zake za asubuhi na jioni ataleta hii dhikr bismillahilladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat. Hii dhikr awe ataikariri asubuhi na jioni mara 3. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kwa yeyote mwenye kuileta hii dhikr mara 3 lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, ikiwa ni usiku hatapatwa na balaa la ghafla mpaka apambaukiwe na asubuhi. Na akisema hii dhikri mara 3 katika wakati wa asubuhi lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi, hatapatwa na balaa la ghafla mpaka aingiliwe na jioni atakuwa amehifadhika. Kwa iwe hii dhikr utaileta asubuhi na jioni. Na hapa ningependa kutanabahisha jambo kuwa katika hali kama hii mara nyingi watu wa bid'a ndio wanaopata nafasi ya kuingiza bid'a zao, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila hali ametufundisha katika sunna zake kitu gani tukifanye kama Waislamu. Jana mmeona risala ya tumwa ya kueleza kuwa bwana mmoja ambaye ni ada yake yeye kumuota mtume mara nyingi katika jamaatu tabligh, kama ilivyoelezwa pale kuwa ni ada yake, yajulikana yeye ni specialist katika kumuota mtume namna ilivyoelezwa. Natamani ningekuja nao ningewasomea kwa Kiingereza pia mkacheka. Najua mkiniona nazungumza Kiingereza mwacheka, lakini ningewasomea hapa kama mmesahau kubeba simu. Almuhim, wal billah, asema amemuota Mtume sallam akawaambia waambie waislamu wasijali wafanye hivi, waseme sijui dhikr gani mara 100 kadhaa na hii mara 100 kadhaa na hii mara 100 kadhaa, alafu mambo yatakuwa mazuri. Yani akaleta sunna mpya baada ya Mtume sallam kuondoka kwa ndoto anayoota kama anavyodai. Hawa ni dajajila, ni watu waongo. Wasisikilizwe watu wa bid'a kama hawa ambao hutunga sasa hivi